amazing and the dopest baba. Kama nanaka sasa hivi ni yule. Jana mna hatari. Wewe mama uchukue mshangazi. Mtoto mdogo anachukua mshangazi. Yes, mwana sasa hivi sijipeleki kwa leo mabinti wadogo. Mimi Yusho baba. Sikia kwamba sijui baba akasema hivi. Ila yule mimi ni simu toa nije njoo. Nimeenda kulala. Na ule. Sasa hivi kuna kamoja nakatazama akatokei. Nimekapigia simu kananiambia nikasubiri hapo ndio unapita. Ila akatokei mwanangu. Sasa huko kushtuka kwako, huo uoga ambao umenionyesha hapa, angekuwa nao mwanao, ingekuwa vizuri sana. Yaani mtoto wako anadiliki kabisa kwenda kumtongoza mke wangu kwa heshima nilionayo mimi. Lakini mtoto wako bila hata uoga, bila wasiwasi, bila aibu anaenda kumtongoza mke wangu. Hayo ndo maadili mnawafunza watoto wenu Sasa nisikilize. Nimefika hapa ni kwa ajili ya mtoto wako. Lakini hii miguu yangu haitokuja ukanyaga tena hapa. Maana akiendelea nitakachomfanyia hatakuja kusahau maishani mwake mote. Na imani kila kitu kinawezekana. Kweli una tatizo kubwa sana. Maana wazee huwa wadanganyi. Kupata kwako mtoto wewe ni vigumu. Ila sababu tupo sisi, itawezekana. Utazaa, utalea, pia utanyonyesha. Maana mfuko wako wa uzazi ndo umepinda. Mlango wa kupokelea umegeuka. Lakini yapo matibabu ambayo atafanya ule mlango kuangalia mbele. Wazee wameniambia hivi, mimi ndiye nina mtoto wako, na ni lazima nikupe mtoto wako. Sijakuelewa, unamaanisha nini? Mary, wacha papara. Utaelewa. Unaye mme, sawa. Lakini mpaka mmekuja kwangu, ina maana ni tiba. Mtoto anatoka kwangu kulingana na matibabu. Ipo tiba ambayo itatumika, lakini zipo mbili. Tiba ya kwanza ni ya kukupaka mafuta. Tuondoe huo mkuli, tuondoe hiyo mikosi, tuondoe hiyo gundu ya kusema usibebe mimba. Na baada ya mafuta, yabidi twende mtoni ukaoge. Uogeshwe. Wazee ambao wapo chini ya maji wakuone na wakutambue. Mary, usijali. Lakini kulingana na yote, wala usimwambie mume wako, wala usimwambie mama yako.
Sasa naanzeje kupata huduma zote, tiba zote bila kumwambia mume wangu wala mamangu mkwe? Wakati mamangu mkwe na mume wangu ndo walikuja kunikabidhi kwako. Asante. Mbona leo hujaja nao? Ina maana vingine vipo kisiri. Hivi anajua jinsi gani mimi ninavyompenda Mwajuma? Anajua jinsi gani nilivyohangaika, niliteseka kwa ajili ya kumpata mke wangu. Lakini yeye kwa ujinga wake tu anataka kuniharibia ndoa yangu mimi. Anataka kuniharibia mke wangu. Wewe, mkanye mtoto wako. Ongea na mtoto wako. Asipoacha mtanijua mimi. Najua kabisa hapa kote kijiji chote mnanijua mimi ni nani. Nikiamua huwa naamua, nikifanya huwa nafanya. Na sitakagi kushauriwa wala kubadilika katika maamuzi. Na ndo kwa maana mafanikio makubwa yapo kwenye siri. Mary, nisikusambue ubongo. Tutaanza tiba. Leo ni siku ya 3. Ya pili siku ya 5. Ila kuna dawa nitakupa leo. Ukifika nyumbani, weka kwenye maji, halafu oga. Baada ya hapo, usionane kwanza na mume wako. Paka tena siku ya 5 ukija. Huduma kubwa ya mafuta ikisha. Utachukua wiki 2. Auonane na mume wako. Wala kula naye kitanda kimoja. Na baada ya wiki 2 utakuja tufanye huduma ya maji uoge. Sasa mganga, yule ni mume wangu. Na shule vipi kushikamana naye au kuchangia naye kitanda? Omanyewa langa ngochimba langa nsenge. Mary, nakupa ni dawa ambayo inafungua mfuko wa uzazi. Ukionana na mume wako, unaua nguvu za dawa. Hata akikugusa, mnaharibu. Utapigwa, nitapigwa na mimi. Basi hivyo, sitaki maswali mengi. Umekuja ili utibiwe Mariamu. Nimekwambia, mimi ndiye ambaye nina mtoto wako. Na kama utaki, rudi nyumbani ukatulie, tafuta na wengine waganga. Mimi naweza, na sio wewe ndiye wa kwanza. Wapo wengi walikuja. Nimewahudumia na leo wananyonyesha. Jamana banangu, jamana banangu, jamana banangu, jamana banangu. Mary, Linda. Linda. Weka kwenye maji uoge. Waweza kuondoka. Asante. Wala sitaji hata salamu yako. Alafu miguu yangu unavyoiona inatoka nyumbani kwenu. Lengo la mazumuni nilitaka niongee na wewe. Lakini maagizo tayari nimemwachia mama yako. Najua mengi atakwambia. Epuka sana kurefusha maisha yako kwa kujihangaisha. Maana utakuwa bado hujafanya chochote. Lakini pia tambua mke wa mtu ni sumu. Japokuwa nyewe vijana mnajichukulia kusema kabisa kwamba geto kuna nini, kuna maziwa. Ni ujinga. Mwajuma ni mke wako.
nampenda kuzidi kila kitu duniani. Adabu inafaa. Wewe ni kama mtoto wangu. Huwezi kushare mapenzi na mimi. Huwezi kushare mke. Majuba ni kama mama yako. Nampenda na namhitaji. Na mpaka nikwambie hivi ni kwa sababu nakuheshimu. Uachane na mke wangu. Maana Mwajuma kashaniambia kila kitu kuhusu wewe. Na hapa nakukanya tu. Iwe mwanzo na mwisho. Endapo sikio litakuja kuzidi kichwa, ndipo hapo utakuja kuelewa kwamba kuna baadhi ya watu katika dunia wanaishi wakiwa na macho mekundu. Nilikuwa nakulia ufike hata sasa hivi na Mungu alisikia bilo yangu umefika. Kabisa Rei. Unanitakia nini mtoto wangu? Tuko ni mwa maneno hapa kila siku tuko na bebana nayo. Tena itoshi tena kokota tena vingine kule tena kwa bibi babatu nishatana chambiwa hapa na mwenye bwana mwenye bibi. Mtoto wangu. Ni nini baba? Nini kinakukumba? Ni nini? Ni mapepo nikupeleke bakuombee. Hao ni majini ndipo kupeleka bakutoe hayo. Banamuke babatu mnakosa banamuke wenye baolewa mwingine hapa kwa mpaka kwanza tongoza banamuke mwanamke iko na bwana mnyumba. Bwana yake amwemwe kwa tongoza alifika hapa. Aisha tena ni chamba mimi mwanamke mzima, mimi wa ndevu shota mpaka kumilomo. Na unarizika tu mimi nikwenda tukaniwa juu yako wewe mtoto wangu wewe. Unaacha kuchuruza wenza kuenda churuza kule. Kama tiyo maisha yako nishapenda hiyo kwenda tongoza mwanamke babatu. Mpaka kwenda tongoza mwanamke babatu. Mama, kuna vitu vingine nakuwa sikuelewi mama yangu. Yaani unachokiongelea mimi sikielewi na sijui hata unamaanisha nini. Yaani unavonijua mimi mwanao naweza nikatoka nikaenda kumfuata mke wa mtu. Bado napambana na maisha kununua mafuta hapa, nienda nikajiingiza kwa maisha ya mke wa mtu. Ni faidi nini labda? Tatizo ni moja tu kwako mama, wewe hujawahi kunyamini mimi kama mwanao. Yaani mimi nakwambia mama ni kitu ambacho mimi kinaniumaga sana. Ni kitu ambacho wewe hujui tu. Na mna siku ambayo wewe ushawahi kuniamini. Kuna siku ambayo utaletewa habari mimi nimeua na utakubali kwa sababu wewe ushanichukulia mimi sio kama mwanao. Mama, sikiza nikwambie. Wewe mzee huyo. Ni wale wazee ambao wanatafuta sifa tu. Wanatafuta siku moja mimi nikae nimpige, kila mtu anione mimi ni mbaya. Na nitakubali hiyo lawama kuonekana mbaya. Lakini mimi nilitegemea kwamba wewe ni mama yangu ambaye utasimama na mimi bega kwa bega. Nikategemea kwamba wewe ni mama yangu ambaye unaweza ukaanza kunishauri kwa chochote kile kizuri, lakini chochote kibaya kija wewe ni mtu ambaye unakubali. Wala kwao mimi kwangu hata. Maisha mimi nitaishi hadi lini? Mama wangu mimi sio mtoto tena. Najua kipi kibaya kipi kizuri. Siwezi nikajiingiza kwenye maisha ya kumfuata mke wa mtu mama. Mtakubali aje na kichwa yako wewe ni boss. Mkichwa wako hamuna kitu. Siunyo sasa. Wewe ushachanganya dawa, kila kitu ushaweka. Shida nini? Mimi najua michezo yako wewe. Kila siku mara nyingi sana mpaka mimi nikung'ang'anize ndio nakunywaga dawa.
Unataka mpaka nikubembeleze nipige magoti mke wangu? Wewe kunywa hii dawa itakusaidia. Mke wangu mimi nahitaji mtoto ujue. Nahitaji mtoto. Mimi nitakunywa sasa uondoke sasa dawa gani tunasimamiana? Mimi niondoke wakati haujana nani? Dawa. Mke wangu tafadhali sana. Mke wangu sikiliza nikwambie. Unajua ukinywa hii dawa itakusaidia. Na unajua kabisa mimi nahitaji mtoto. Na hii dawa niambia masaa ambayo yanatakiwa unywe ni sahihi. Kwa tafadhali sana mke wangu kunywa. Kunywa bwana. Hivyo bwana, mambo gani hayo? Sasa umekufa nini? Unajisikia? Pole. Takaa sawa, unasikia? Natakiwa sasa ulale. Sio anze kuzumbuka. Maana nakujua wewe. Umeelewana? Napenda sana mke wangu sana. Hata ukasirika sasa wewe naye. Ndio. Hivyo umemaliza, natakiwa uende sasa ulale. Utulize mwili. Dawa itembee mwilini ili mradi wewe ijenge katoto. Si unajua? Usije ukatapika. Na naanza ukasikia katoto huko kana yumba kanalisha. Baba nakuhitaji baba. Nenda ndani mke. Umeona? Maana mimi siwezi nikajitoa kwako maisha yangu, nimejitoa hadi afya yangu. Nikawa na wewe kimahusiano. Kumbe nao unaenda kutoka na wachawi, wazee. Sikiza nikwambie, kushare mimi siwezi. Masuala ya kushare siwezi kabisa kwenye maisha yangu. Umeona? Nilikuwa nayo kwa sababu ya heshima, mimi nilikataa kabisa kwa kuwa wewe ni mtu wewe ni mamake na rafiki yangu. Lakini ukaniambia kwamba utaficha siri, wewe ni wa kwangu tu peke yangu. Kwani unaenda kuniunganisha mimi na wachawi? Kuna sababu gani sasa ya kuwa na mimi? Nisikiza nikwambie. Yaani kama umeona umeshindwa kukaa na mimi peke yangu, ni bora uniache mimi mwenyewe na naweza nikaishi hivi bila wewe. Subiri nikwambie. Kama nikuja kuambia maneno ya uongo. Wewe niachie mimi. Sio nikuachie wewe. Mtu mzima hawezi akatoka huko tu mimi anifuate nyumbani. Akanikosa mimi akacha amemwambia mama. Tunakutana naye njiani pia aniwashia mimi moto. Kwani yeye ni mwehu?